إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. نوصيني pia nausia nafsi yangu kumogopa Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, ittaqullaha taala haqqa taqwa fi sirri wal alan. Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, ebu mcheni Allah tabaraka wa taala na mwogopeni Allah tabaraka wa taala kwa siri na kwa wazi. Fa inna taqwa Allah, kwani kumcha Allah tabaraka wa taala khairu zadi yatazawwadu bihi al-abdu lid-dari al-akhirah, ndo bora ya akiba ambayo anatakiwa kuiandaa mja kwa ajili ya kule anakoelekea kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Faqad qala Allah taala, kwani Allah tabaraka wa taala anasema, watazawadu, na wekeni akiba, wekeni zad, fa inna khayra zadi taqwa, kwani akiba iliyokuwa bora anayotakiwa kuiandaa mja kwa ajili ya safari ya kesho kuelekea kwa Mola wake ni akiba ya ucha Mungu. Waqala ta'ala, na amesema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi ambao mmeamini mwogopeni Allah tabaraka wa ta'ala. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, na itazame nafsi ya kila mtu ni kipi imekitanguliza kwa ajili ya siku ya kesho ambayo inamgoja kila mtu. Waqala ta'ala, na amesema pia Allah tabaraka wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo nyote mtarejeshwa kwa Mola wenu. Ndani ya siku hiyo hakuna atakayesalia kwenye ulimwengu. Iogopeni siku ambayo kila kiumbe kitarudi kwa Mola wake. Ayuha nnas, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, wa'lamu anna haqiqata at-taqwa, natamweni ya kwamba uhalisia wa uchamungu na uchamungu wa kweli inma takunu bilmusara'ati ila fi'li alkhairat, unakuwa katika kuharakia katika kufanya mambo ya kheri, katika kutenda mema, wa tarki almuharramati almuhlikat, na kuyaacha mambo ya haramu yenye kuangamiza,
قبل فوات العمر ومرور أوقاته وساعاته، قبل يا عمري haujaisha na masaa yake hayajasimama na pumzi hazijasitishwa. فإن الله تعالى حقيقة الله تبارك وتعالى جعل دار الدنيا مضمارا للتنافس بين العباد. الله مجاليه ulimwengu kuwa ni uwanja wa kushindana baina ya waja fil ikthar min al-a'mal as-salihah, katika kukithirisha kwa wingi matendo yaliyokuwa mema na kushindania mema mbalimbali. فجعل الليل والنهار، الله كجاليا usiku na mchana khizanatain, kuwa ni store mbili yuwaddi'u fihima al-'abdu a'malahu, anaweka mja ndani ya store hizo mbili matendo yake, wa ala qadri sa'ihi wa jiddihi wa jitihadihi, na kwa kiwango cha kupambana kwake, kiwango cha bidii yake, kiwango cha juhudi yake, yakunu aljazaa alazim yawm alqiyama, ndivyo kiwango cha malipo yanapokuwa makubwa siku ya kiyama. Ibadallah, قال تعالى أنا سمع الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. kumbukeni ndugu zangu siku ambayo kila mtu ataikuta kheri aliyoifanya imewekwa mbele yake, imehudhurishwa. ayuha nnas فأودعوا فيها من الأعمال الصالحة، wekezeni katika stori ya dunia matendo yaliyokuwa mema, ma yasurrukum ba'da al-mamat, yatakayokufurahisheni baada ya kufa mtakapokuwa mmekutana nayo. Anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام وجه الله تبارك وتعالى، اليوم يوم من أيام الله تعالى. leo ni siku katika siku za Allah tabaraka wa taala pekee, katika siku ambazo Allah amezitukuza. huwa yawmu Eidul Adha al-Mubarak, ni siku ya Eidul Adha, yawmun nahr, siku ya kuchinja, yawmul hajjul akbar. Ibadallah, ni siku ya Eidul Adha, aadahu Allahu alaina, tuomba Allah aendelee kuirejesha kwetu sisi siku hii tukufu, wa ala jami'il muslimin, na Allah irejeshe siku hii kwa waislamu wote bil yumni wal barakat, kwa baraka na kwa wema na uzuri. fahuwa a'dhamul ayyami 'inda Allah, kwani siku hii ndugu Waislamu ni siku tukufu mno mbele ya Allah tabaraka wa taala. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna a'dhama al-ayyami 'inda Allah, hakika miongoni mwa masiku makubwa, masiku matukufu mno mbele ya Allah tabaraka wa taala, yawmun nahr, ni siku ya kuchinja, siku ya leo. thumma yawmul qarr, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Zad al-Ma'ad, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, khairul ayyami 'inda Allah, siku bora mno mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko masiku yote, yawmun nahr, ni siku ya kuchinja, wa huwa yawmul hajjil akbar, na ni siku ya hija kubwa. wa hadha al-yawm, na siku hii ndugu zangu waislamu, yawmun mali'un bil ibar, ni siku iliyojawa na mazingatio makubwa, ni siku ambayo ina masomo makubwa, ni siku ambayo ina madarasa makubwa, wal'idhat walkhairat, ni siku iliyojawa na mawaidha, ni siku iliyojawa na khairi. fahuwa yawmul hajjil akbar, kwani siku hii ni siku ya hija ambayo ni kubwa mno. haithu yuaddi al-hujjaj fihi mu'dhama manasik al-hajj, siku ambayo ndugu zetu mahujaji walioko katika viwanja vitukufu vya ibada ya hija wanatekeleza matendo mengi ya hija ndani ya siku hii. ndugu zangu waislamu, fayarmuna aljamarata alkubra,
ndani ya siku hii wanatoka Muzdalifa, wanaelekea katika viwanja vya Mina, katika sehemu ambapo pana jamarat, wanaenda kutupa mawe katika aljamratul kubra, wayadhbahuna alhadiya. Lakini baada ya hapo watachinja wanyama, wayahliquna ruusahum. Lakini baada ya hapo watanyoa vichwa vyao, au yukasirun, au watapunguza nywele. Wayatufun, baada ya hapo wanaelekea moja kwa moja katika mji wa Makka na kutufu na kuizunguka Kaaba, tawafu al-ifadha, tawafu ambayo inaitwa tawafu al-ifadha. Wayasauna baina Safa wal Marwa, na watakimbia baina ya Safa, ya mlima wa Safa na mlima wa Marwa. Amepokea Imam al-Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema waqafa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam يوم النحر, siku ya kuchinja ambayo siku ya leo, baina aljamarat في الحجة التي حج وقال هذا يوم الحج الأكبر. hii ni siku ya hija kubwa. Ndugu Islam, ndugu zetu walioko katika viwanja vitukufu, juzi ambaye ilikuwa ni siku ya 8, juzi ambaye ilikuwa ni siku ya 8, siku ya Jumatano jioni, walianza rasmi matendo yao ya hija. Wote Waislamu wote waliojaliwa kwenda Makka kufanya hija, haijalishi ni dhehebu gani. Madhehebu yao waliacha Tanzania, madhehebu yao waliacha Afrika, madhehebu yao waliacha kwenye nchi zao, lakini baada ya kufika katika viwanja vile, wote wakaungana, wakawa ni Wahabi, wote wakawa ni watu wa Sunna, wakafuata maelekezo ya viongozi wa nchi ya Sunna, nchi inayotetea Sunna, nchi inayopiga vita bid'a, nchi ambayo ni ya tauhid, nchi ya al-Mamlakatul Arabiyyah Saudia. Allah endelee kuilinda kwa uongozi wa kiongozi mahiri salafi ambaye ni Salman ibn Abdul Aziz hafidhahullah ta'ala, na mwanae ambaye ni waliyul ahad Sumuwi al-Malik Salman, na wali wake Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz hafidhahum Allah ta'ala, ambao wanaongoza nchi ile kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, ala raghmi runufi al-hasidin. Kwa hiyo watu wote wanapofika kule, ina maana wamesalimu kuwa ni watu wa Sunna, ni mawahabi kama dai yao. Kwa hiyo wote wanaungana na wanafuata maelekezo yao. Jambo la kushangaza, wanapokuwa kule, baadhi yao ambao ni viongozi kwenye nchi zao wanatoa maelekezo yanayotofautiana na yale wanayofanya kule. Utasikia wanakuambia sisi leo ni tarehe 8, kwa hiyo watu wasifunge Arafa kwa sababu tarehe yetu ni tofauti na tarehe ya Saudia. Mbona siku ya 8 mmeungana na Saudi Arabia, mmeenda katika viwanja vya Mina yaumu tarwiya, wala hamkusema kwamba sisi kwetu leo ni siku ya 7, leo ni siku ya 7, kwa hiyo na kwenda katika viwanja vya Mina ni siku ya 8? Mnaweza mkasema kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kubadilisha, mambo yako chini ya uongozi mwingine. Tunakuuliza swali, je, unaruhusiwa kuondoa ibada ndani ya muda wake kwa sababu ya uongozi fulani? Leo kaamrishwa kwamba adhuhuri uiswali magharibi, umepangiwa na nchi nyingine hivyo, utaswali adhuhuri muda wa magharibi. Kwa nini uanze matendo ya hija siku ya 7 hali ya kuwa Mtume alianza siku ya 8? Utagundua ya kwamba hapa kuna ubabaishaji fulani ambao unafanywa na watu ambao wana udhaifu wa kumogopa Mola wao. Ibadallah, ndugu Islam, ndugu zetu siku ya Jumatano walipoanza ibada zao ya haji, wakaelekea katika viwanja vya Mina na wakalala pale, na asubuhi wakaanza safari ambayo ilikuwa ni asubuhi ya siku ya Alhamisi ambayo ni jana. Wakaamka na kuanza kujiandaa na kuelekea katika viwanja vya Arafa. Wakaenda katika viwanja vya Arafa jana,
wakashinda pale mpaka jua lilipozama, wakaanza safari ya kuelekea katika viwanja vya Muzdalifa. Wakalala pale ambapo siku ya leo wameamka kwa pamoja, wakitoka katika viwanja vya Muzdalifa wakielekea katika viwanja vya Mina kwenda kutupa aljamaratu alkubra, kutupa mawe katika kile kijingi na kinguzo ambacho kiko karibu na Makka. Ndugu Islam, ayuha nas, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, hadha al-yawm Eidul Adha. Siku ya leo ni Eidul Adha, ni siku ya kuchinja. Lianna almuslimin, kwa sababu waislamu yudhahuna fi, wanachinja ndani ya siku hii, wayanharuna hadayahum, na wanachinja vichinjo vyao taqarruban ila Allah ta'ala, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala an-nabi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafa, siku ya Arafa, wa yaumu an-nahr, na siku ya kuchinja, wa ayamu at-tashriq, na masiku matatu ya kubandika nyama. Eiduna ahli al-islam, hii ni siku yetu sisi waislamu. Wa hiya ayamu aklin wa shurbin, na haya ni masiku ya kula na ni masiku ya kunywa. Wama amila ibn adam, na hakuna kazi ambayo amali ataifanya mwanadamu yawm an-nahr, siku hii ya kuchinja, amalan ahabba ila Allah, amali ambayo inapendwa sana kwa Allah tabaraka wa taala, min iraqati dam, kuliko kumwaga damu ya wanyama kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wa inna lilmudhahi, wanasema ya ikhwan, hakika huyu anayechinja udhuhiya ana fadhila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, wa hadhihi al-adhahi, na hivi vichinjwa huku kuchinja huku sunnatu abina Ibrahim, ni sunna baba yetu Ibrahim alayhi salam, waqtidaan bi nabiyina, na ni kumuiga mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa innaha la sunnatun muakkada, hakika kuchinja ndani ya siku hii ni sunna iliyosisitizwa. Yukrahu liman qadira alayhi, inachukizwa bali ni makruh kwa atakayekuwa na uwezo wa kuchinja, ayatrukaha, ayacha sunna hii. Ayuha nas, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, inna Allah khalaqana, hakika Allah ametuumba min ajli tauhid, Allah ametuumba kwa ajili ya tauhid. Allah ametuumba kwa ajili ya tauhid. Allah ametuumba tumwabudu peke yake, wala tusimshirikishe na lolote. Allah anasema, wama khalaqtul jinna wal ins, sikuumba majini na watu illa liya'budun, isipokuwa kwa lengo la kuabudu. Wa inna fima shuri'a lana fi yawmin nahri, hakika katika hili jambo ambalo tumewekewa ndani ya siku hii, ambalo tumeruhusiwa, tumeamrishwa tulifanye swala la kuchinja ndani ya siku hii ya kuchinja, ma yudhakiruna, kuna mazingatio yanayotukumbusha malengo ya kuabudiwa ambayo ni tauhidi. Ndugu Islam, famin sha'air at-tauhid, miongoni mwa alama kubwa za tauhid, allati shara'aha Allah lana, ambazo Allah ametuwekea na ametuamrisha ndani ya siku hii, siku ya kuchinja, siku ya Eidul Adha na ayamu tashriq, dhabhul abahi, ni kuchinja wanyama. Miongoni mwa alama za tauhid ndani ya siku hii ni kuchinja wanyama kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, fa inna awwala ma nabda'u bihi, hakika jambo tunaloanza nalo siku yetu hii ya kuchinja, huwa dhabhul adahi, ni kuchinja wanyama. Wadhabuhu ibadatun adhima, ibadallah, kuchinja ndani ya siku hii ni ibada kubwa, ni ibada tukufu. La takunu illa lillah, ibada hii haipaswi kufanywa isipokuwa kwa ajili ya Allah. Wa yakfi fi tanbih, na inatosha kuzindua jambo hili, ala idhami sha'niha inda Allah, kunako ukubwa wa swala la kuchinja ndani ya siku hii mbele ya Allah. Anqaranaha bis-salah, ni kwamba Allah ameambatanisha kuchinja na swala. Faqala ta'ala, akasema Allah tabaraka wa ta'ala,
fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako kisha na uchinje. Na amesema Allah tabaraka wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sema hakika sala yangu na kuchinja kwangu, ibada ya kuchinja, na uhai wangu na kifo changu vyote viko katika mikono ya Allah tabaraka wa taala, la sharika la. Ayuha nnas, fanahnu ma'ashira almuwahhidin, sisi ambao tunampokesha Allah tabaraka wa taala, sisi watu wa tauhid wa Islam, la nadhbahu illa lillahi taala wahdahu, hatuchinji isipokuwa tuachinja kwa ajili ya Allah na kujikurubisha kwa Allah. Fala nadhbahu liljinni, hatuchinji kwa ajili ya kujikurubisha kwa majini. Muislamu achinji kwa lengo la kujikurubisha na majini, wala lishayatin, wala tuchinji kwa ajili ya kujikurubisha na mashaitani, wala liladriha, wala tuchinji kwa ajili ya kujikurubisha kwenye mizimu, wala kujikurubisha kwenye makaburi, wala kujikurubisha kwenye masanamu wala mizimu, wala nukaddimu laha shay'an min an-nudhur, wala tukichinja hatuchukui chochote katika vichinjo vyetu tukavipeleka kwa haya tuliyotaja, bal nufridu Allah, bali tunampokesha Allah tabaraka wa taala bidhabaihina, kwa kuchinja kwetu tuchinje lillahi tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo yanatukumbusha tauhidi ndani ya siku hii ya leo, anna Allah taala, kwamba Allah tabaraka wa taala shara'a lana fiha, ametuamrisha ndani ya siku hii ya leo, min at-takbiri, katika kutoa takbira, wa tahlili, na kusema la ilaha illa Allah, wa tahmid, na kusema alhamdulillah. Nyote mnafahamu tunatakiwa tukidhirishe takbira na kumtaja Allah tukisema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar lillahi alhamd, Allahu akbar wa a'zam, Allahu a'zam wa ajal. Tunatakiwa kukidhirisha maneno kama haya, na maneno haya yote yanatukumbusha umuhimu wa tauhid. Unaposema Allahu akbar, Allah ni mkubwa mno kuliko chochote. Allah ni mkubwa. Ukubwa wa Allah utautambua kwa mambo mengi. Allah ni mkubwa ambaye ameteremsha kifo kwenye mashingo ya majeuri, ameteremsha kifo kwenye mashingo ya wenye nguvu, kwenye mashingo ya wafalme. Hakuna asiyekufa, hakuna anaweza kuzuia kifo. Hii ndio linakupelekea kutambua ukubwa wa Allah tabaraka wa taala. Man asha alfan au alfain fala budda min yawmin yasiru fihi ila alqabri, atakayeishi miaka 1000 au miaka 2000, ipo siku ataingia kabrini. Fallaylu mahma talat fala budda min tulu'i shams, usiku wowote utakapokuwa mrefu lazima jua litachomoza. Hili la kuonyesha ukubwa wa Allah tabaraka wa taala. Itazame ardhi hii utajua ukubwa wa Allah. Jitazame mwenyewe, wa fi anfusikum afala tubsirun, hivi nyinyi mjitazame ili nikakupelekeni kutambua ukubwa wa Allah. Kwa hiyo tunaposema Allahu akbar tunamaanisha hakuna mkubwa zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Allah ambaye ameumba usiku na mchana, Allah ambaye ameumba vyote ambavyo mnavishangaa. Lakini miongoni mwa makubwa ya hayo ni kwamba Allah kuumba kifo kwa kila binadamu. Hili laonyesha ukubwa wake Allah tabaraka wa taala, na ndio maana tunakariri kuleta takbira, unakiri ya kwamba Allah ni mkubwa zaidi ya kila kitu. Ndugu Waislamu, ikiwa Allah ni mkubwa zaidi ya kila kitu unachokijua kikubwa wewe, fa inna Allah, hakika Allah tabaraka wa taala mkubwa zaidi ya kila kitu, huwa almustahiq lilibada, yeye peke yake ndiye anastahili, ndiye mwenye haki ya kuabudiwa, ndiye mwenye haki ya kusujudiwa, ndiye mwenye haki ya kutiiwa moja kwa moja. Na kila anayetiiwa kwenye hii dunia anatiiwa pale atakapokuwa hajavuka mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Ama tunaposema la ilaha illa Allah, hii ni kalimatu tauhid, ni neno la tauhidi. Kalimatu taqwa, al-urwatul wuthqa, hili neno ambalo laonyesha kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa katika hii dunia isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Na tukisema lillahi alhamd tukusudia sifa njema
pekee ni zake Allah tabaraka wa taala, mwenye ukubwa wa juu ya kila jambo. Allah tabaraka wa taala ndiye anayestahili kuabudiwa. Ndugu Waislamu, ayuha nnas, ayuha almuslimun, yajibu an yu'lam, inatakiwa ifahamike, anna min muqtadayati at-tauhid, katika mambo ambayo yanalazimika kwa mtu mwenye tauhid, alistislam, ni kujisalimisha, walinqiyad, na kufuata sheria za Allah, watahakum ila shar'i Allah, na kuhukumiana kwenye sheria za Allah. Fala yatahaqqaqu at-tauhid, tauhid haiwezi kupatikana kwa mja isipokuwa kwa kumtii Allah na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, ilindeni tauhidi yenu, faifadhini tauhidi yenu, ilindeni tauhid na kila jambo ambalo linaichafua tauhid. Ayuha almuslimun, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, hakika ibada pia haiwezi kutimia isipokuwa kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumfuate mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tutasalimika, tutaokoka, tutaimarika. Wa atiu Allah wa rasul la'allakum turhamun. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha kushikamana na sunna yake. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Na ametutahadharisha mtume na bid'a, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa khutba mara kwa mara akisema maneno yafuatayo: fa inna khayra alhadith kitabullah, hakika maneno yaliyokuwa mazuri ni kitabu cha Allah, wa khayra alhadi, na mwongozo bora zaidi ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Islam, nititahidi kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikimalizia na saa zangu za leo, miongoni mwa maamrisho aliyoamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na miongoni mwa mambo makubwa aliyoyalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuidumisha amani. Tunawanasihi Waislamu na watu wote kwa ujumla kuidumisha amani, kwani amani ni miongoni mwa neema kubwa ambazo wameruzukiwa watu, japokuwa wengi wao hawatambui. Hakuna dini ambayo imelinda amani kama dini ya Uislamu. Dini yetu ya Uislamu imelinda amani kwa kila mtu, imelinda amani mpaka kwa wanyama. Haifai kuondosha amani hata kwa wanyama, hata kwa kila kiumbe. Ndugu Waislamu, salamu yetu yenyewe inaonyesha kwamba Uislamu ni dini ya amani. Maana ya salamu, Waislamu wanapokutana wanasalimiana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mara kwa mara. Maana ya salamu ni nini? Amani iko juu yenu. Watu wanaombeana amani, kuonyesha kwamba dini yetu ni dini ya amani. Na ili amani iwepo, lazima haki ziwekwe mara pake, aabudiwe Allah peke yake. Ushirikina ni sababu ya kuondosha amani. Miongoni mwa mambo ambayo yanapeleka amani kuondoka na kuvunjika katika jamii au katika familia au katika mataifa ni kupoteza haki ya Allah. Allah ndiye mwenye dunia, Allah ndiye mwenye ulimwengu. Unapoharibu haki yake, huwezi kuishi kwenye dunia yake kwa amani, utaishi kwa mateso. Na ndio maana watu wenye mateso kuliko watu wote duniani ni watu washirikina, wanaelekeza ushirikina, uganga, uchawi, kurogana. Watu ambao kila asubuhi wao ni watu wa hofu kwa sababu ya ushirikina. Huwezi kuelekeza ushirikina ukaishi duniani kwa amani, kwa sababu umevunja haki ya Allah tabaraka wa taala. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanaondoa amani inapokuwa imeondoka ni watu watakapokuwa wamehalifu miongozo ya mitume wao, watakapomwacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watembea peke yao, waishi peke yao, wakasema hawana dini, wakawaacha mitume wa Allah tabaraka wa taala. Huwezi kuishi na amani ikiwa unaenda peke yako alafu mtume wa Allah umemweka pembeni. Miongoni mwa mambo ambayo yanaondosha amani ni watu kumwasi Allah na kuendekeza maasi, na watu kutomuogopa Allah na kuacha kumtii Allah na kuendekeza maasi ya uzinifu, maasi ya uizi, maasi ya kamari, maasi ya riba, madhambi makubwa. Haya yote yanaondosha amani. Miongoni mwa mambo ambayo yanaondosha amani ni kuendekeza bid'a
na watu kumzushia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo yanaondosha amani, kutowatii wale ambao tumeamrishwa tuwatii katika wema. Ambao tumeamrishwa tuwatii katika wema, miongoni mwao kuwatii wanachuoni, maulama, wataalamu wetu kwenye dini, wataalamu wetu katika dini, viongozi wetu katika dini wanatakiwa watiiwe, kwa sababu wao wana miongozo ya mitume. Wanapokuongoza, wanakuongoza katika uongozi ambao wameuchukua kwa mitume wao. Kwa hiyo tukiacha kuwatii wanachuoni wetu, maulama wetu, hawezi kuishi kwa amani. Lakini pia miongoni mwa watu ambao wanatakiwa watiiwe ni watawala, wakuu wa vyombo vya dola, wanaoongoza serikali, wanatakiwa kutiiwa katika wema. Unapokuwa umevunja haki yao, huwezi kuishi kwa amani. Na hivi liangalie, watu wote ambao wamevunja haki hii kwa watawala wao hawawezi kuishi kwa amani. Uislamu umetuzuia kutafuta haki zetu kwa watawala kwa kuwadhalilisha kwenye mitandao, kwa kuwafedhesha kwenye majukwaa, kwa kuwadhalilisha na kutangaza kasoro zao. Ni haramu kutangaza kasoro za watawala hadharani, kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari. Haifai kukemea makosa ya watawala hadharani. Uislamu umetuzuia, kama vile ambavyo huwezi kukemea makosa ya baba yako hadharani, makosa ya mama yako hadharani. Hata kama wanakosea, wanatakiwa kukosolewa, lakini heshima zao lazima zichungwe. Usipochunga heshima za watawala wako, heshima za viongozi wako wa dola, heshima za serikali, lazima amani, huwezi kuishi kwa amani. Utaishi kwa hofu. Kwa sababu gani? Hata kama haki unayo, lakini njia kuitafuta haki umeikosea, huwezi kuipatia na huwezi kusalimika. Uislamu umetuambia, maraa min amirihi shay'a, atakayeona kosa lolote kwa mtawala wake, fala yubdi lahu alaniyatan, asimdhihirishie kosa lile mbele za watu, walakin liyakhudhu biyadihi, lakini ashike mkono wake na amwambie. Kwa hiyo ili umpe nasaha mtawala, mnasihi akiwa mwenyewe kwa siri. Kama una fursa ya kumfikia mtawala, muombee dua. Sio lazima wewe umfikishie nasaha. Wewe ni nani kwamba lazima ongee wewe? Lazima ufikishe wewe. Fikisha, lakini kwa njia ambazo ni salama. Hauwezi kuwa na amani ikiwa umemuasi mtawala wako. Ziangalie nchi nyingi ambazo eti zimekhalifu amri hii, alafu ziko katika hali gani? Ndugu Waislamu, baadhi ya Waislamu unapowapa hoja hii wanakuambia demokrasia inaturuhusu. Nchi hii ni ya demokrasia, katiba yetu inaturuhusu. Sisi tunazungumza Qur'ani na Sunna. Wewe kama Muislamu, achilia mbali na demokrasia wala katiba wala kitu gani, rudi kwenye Uislamu wako. Je, unakuruhusu kusimama ukamdhalilisha kiongozi, ukamfedhesha mtawala kwa kisa cha demokrasia? Ina maana unafuata demokrasia, hapo hapo unaivunja Qur'ani. Wao uko wapi ukweli wako mbele ya Allah tabaraka wa taala? Tunasisitiza kwamba amani inapokuwa imechungwa, imelinda kwa watawala, ni sababu wala hiku si kujipendekeza. Wengine wanaweza katafsiri kujipendekeza. Wewe kama maono yako ndo hayo, sisi tunasimamia dini. Sisi hakuna, hatuko kwenye vyama, sijui vyama fulani. Tunazungumza yale tunayajua, ambayo ndio sababu ya kupatikana amani. Watawala wanatakiwa kuheshimiwa, wanatakiwa kuhurumiwa, wanatakiwa kuombewa dua. Majukumu waliokuwa nayo watawala ni makubwa. Wewe unaongoza familia ya mke mmoja na watoto 10, lakini wanakutoa kamasi. Vipi huyo anayeongoza watu milioni 60? Vipi huyo anayeongoza watu milioni 2 kwenye mkoa wake, au kwenye wilaya, au kwenye kata? Kwa nini usiwe na huruma na mtu huyo? Wewe familia ya watu 10 na kupeleka mbio, vipi huyo? Lazima uwe na huruma. Kiti hicho hata ukapewa wewe ukisimamie. Hakuna utawala pasina heshima. Na ndio maana vitu viwili hivi vinaenda pamoja. Ili uwe kiongozi bora, lazima utiiwe, uheshimiwe. Huwezi kuwa mume katika familia kama mke hakutii.
wala hakuheshimu wala kuthamini wala kusikilizi, wewe utakuwa ni mume usiyejua nafasi yako. Ndugu Islam, miongoni mwa mambo yanayofanya amani iwepo ni kuwatii watawala, kuwatii wazazi wetu katika yale wanayotunasihi ya kheri, kuwatii waume katika yale wanayowanasihi ya kheri, lakini pia kuheshimiana sisi kwa sisi na kuthaminiana na kupendana na kusaidiana na kunusuriana, lakini pia na kutambua haki za wasiokuwa Waislamu, kwa sababu tunaishi katika nchi ambayo tumetofautiana dini. Kwa hiyo haki za wasiokuwa Waislamu nao pia wana haki zao. Haitofaa kumdhulumu mtu eti kwa sababu sio dini yako, wala kumtusi mtu eti kwa sababu sio dini yako, wala kumdhulumu mtu eti kwa sababu sio dini yako, au kumnyanyapaa mtu eti kwa sababu sio dini yako. Kila mtu apewe haki yake kutokana na nafasi yake aliyokuwa nayo. Hili litatufanya tuishi kwa wema, tusaidiane, tupendane, tuthaminiane. Haya ndiyo maelekezo ya dini yetu, na ni mengi kwa sababu muda ni mchache, tutachozeka na nasaha hizi. Tunaomba Allah tabaraka wa taala an yataqabbala minna eidukum mubarak. Taqabbala Allah minna wa minkum salih a'malikum. Eidukum mubarak wa a'adahu alayna bil yumni was salam. Taqabbala Allah minna wa minkum.